And all the time kiongozi wetu wa kanisa ya PHE ambaye ametuhubiria neno, kiongozi mjumbe wa sehemu hii rafiki yangu Silvana Sosoro, Mheshimiwa Sair, mama wa county, viongozi na waumini, mimi nimechukua fursa hii kusema niwatembelee nisikie neno la Mungu, na nikapata neno la Mungu Kisii ni sawa na neno la Mungu mali mimi nimetoka. Kumaanisha kwamba kanisa haina ukabila. Ni mahali unaweza kujivunia. Nimeona tu mbunge wenu anafurahi, mara anaenda kwa keyboard, mara anaimba hapa. Nikaona huyu hata akienda kwa Mungu atajitetea, anaweza mpaka Mungu aweze kumsamea dhambi zake zote. Osoro ni rafiki yangu, vile nimesema jana, nimemwambia ni vizuri kushiriki nyumbani. Watu wengi wanatoroka wakienda Nairobi, wanapata makanisa ambaye yamechengwa vizuri, hapo ndipo wanaenda. Kamwambia turudi kule mashinani, hapo ndipo watu wetu wako wa Kenya wa hali ya chini, tuende pale na sisi tukae na wao, maana tulitoka hapa tukienda huko. Na Mungu alikuwa na kusudi, he was planning sisi tuende Catholic. Sijui ni miujiza gani Mungu alifanya mpaka tukafika hii kanisa ambaye tunataka tuienue leo iwe kanisa. Nafikiri nyinyi mnaomba na mnamuja Mungu na mnamwamini Mungu chinzi tunaamini. Ile nafasi tunataka niseme ni kwamba tumepita ugumu kufika hii kanisa, na hii kanisa ni mahali ambapo inapepa roho za watu. Nimemwambia Osoro tuanze kwanza kujua hii kanisa inakaa katika ardhi sehemu gani gapi, na tumepata kuambiwa ni 2 acres na iko deni ya 900. Kamwambia Osoro dawa ya nyumbani ya kusaidia watu na kujenga, maana umeona hata kuna wasichana vijana wameimba, they are young, wako smart, lakini wakipata mazingira mazuri, hawa ndio wataokoa maisha ya makanisa baadaye. So mimi na Osoro na Sajanda na madam, leo hii Monday, Osoro mimi yangu nitapeana 300,000, wewe Osoro upeane 300,000, Chanda umepeana 50 lakini utapeana 250. Hii deni ya hapa tusiulizwe, maana Mungu ndio ametuelekeza. Maana Mungu ametuelekeza tuje kanisani tukasali na nyinyi, na pia Mungu akatuongezea kazi ya Wakristo. Si mimi nikiulizwa na nikiuliza Wakristo kwa pamoja, lazima mizigo zingine ipebwe na viongozi. Kiongozi wenu huyu ameweka urafiki Kenya. Osoro ako na light, lija kwamba anakuwa ako na maono. Na mimi nawauliza watu ya South Mukirango, muangalie South Mukirango kupita South Mukirango, mutafsiri future wengine ikielekea mahali mzuri, yenu ya South Mukirango na Kisii iende mahali mzuri. Na muweke manani, nyinyi hamukujua leo kwamba Mungu atatuleta kanisa ya PHE. Na mshindane kwa kuhubiri neno la Mungu iende mbele. Hii PHE inaweza kuwa 2, 3, 4 hapa Kisii,
but I'm assuring you mtakuwa wengi wenye kusema neno la Mungu, na neno la Mungu inaweza kuenea. Shikeni hao vijana wasipotee. I was so moved because I saw young girls here, wasichana na vijana wanaimba. Tuwapatie hiyo mwelekeo vile mhubiri wetu anahubiri neno, na nataka twende na mambo ya mhubiri ya leo nyumbani. Tunahitaji amani vile Osoro amesema, hatuhitaji ukabila. Hata na nyinyi mkisema tunataka wetu, why mbona unafunga kura za watu wengine ambao wangekusaidia? Hata hiyo lugha tu unasema tunataka wetu, it's wrong lugha. Sema tunataka wa Kenya. That is the language. Na nyinyi Wakusi, don't be led by emotions. Even when you go out and tell people tunataka mtu wetu, you know, hiyo ni tribal first. You need to have a language of all Kenyans. Kenya ambayo ukisimama wanasema wenyewe huyu anajua kuomba kura. Wewe ukitangulia ni sisi watu ya, hata rais wetu hajawahi na siku moja kusema mimi Mkalenjin. Na ametufunza tabia mzuri, never say mimi Kalenjin. Mimi nimekuja hapa Kisii because Osoro tumetembea naye. Ukimuuliza Osoro, nimemuita makanisa nyumbani functions, na amekuja kujenga. Sasa mimi nikikuja hapa Kisii lazima mimi nifanye yale Mkisii atafurahia. Nimehubiriwa na mhubiri wetu, hajazungumza lugha ya Maragoli, amezungumza lugha ambaye Mkisii anasikia, mimi Mkalenjin nikisikia, na nyinyi wa Kisii mkisikia, mpaka Mungu akashuka sehemu hii. Leo tutabadilisha hapa, and I'm telling you in 1 year ukirudi hapa hii kanisa utajua Mungu alituma watu ambaye wana nia nzuri. Nimeambia Osoro, shida hii kanisa ni mzuri, imejengwa, the problem iko chini, lights iko. Sasa huwezi kuona uhubiri, na shetani anapenda mali iko kisa. Ama namna gani? So mimi na Osoro, baada ya kumaliza shamba, tutainua hii kanisa ikae mzuri. Hata pastor yenu atokange kwa korofa akija kuhubiri hapa. Hiyo ni sawa ama si sawa? Na ukiwa Mkristo mwenye aja, utaona haya maneno kienda mbele. Tuwekeni Ukristo mbele, tusio wenye wafisati kwa roho za ukabila. Yule mkabila amehubiri, na hata mimi nilikuwa nafikiri watu watajifunza. You cannot walk with a tribal person ukose kuwa mkabila. Osoro anatembea na kila Mkenya. Mlimuona jana alikuwa kwa Masai, anapendwa. Si tu hapa kwenu, nyinyi mnamuona tu Osoro kama tu kijana ya hapa village. Is growing, na anaenda mahali mzuri, na atakaa na watu wengine mzuri. So mnamwambia hata nyinyi wabunge muache kutuaibisha. How do you complain your people kwenda State House? Kwani mlikuwa mnataka kwenda Serena? Sasa Osoro, wewe ndio ulichukua serikali, alafu wewe unaambiwa hapana, wewe ungeenda kuona rais Serena ama Sirikwa ama Kamelba. Is it possible kweli kuambia rais akuje Kamelba? Tuwaje. Osoro anatetea hii barabara. Osoro amenionyesha, tunaenda saa hii hapa kuangalia. Osoro anatetea development. Kama Osoro angekuwa anatetea tumbo yake, leo angekuwa na tumbo kiasi hiyo. But this is the man who works for his people. Hii language propaganda kidogo kidogo, watu wetu wa nyumbani, msinunue, mununue maendeleo. Osoro hajasaliwa leo South Mugrango peke yake, kuna watangulizi wake. Mnajua historia. MPs, stop complaining about taking your people to State House. Where else would you have taken people? Nyinyi mngepeleka watu wapi? And that State House were elected by the same people. Hawa wananchi hawa ndio walichagua hiyo State House. So whoever agenda, hako na kitu ya kusema, but representation ya watu, sisi wote tumekuja. Leo Osoro ameniuliza, jamani hatuna hata Biblia moja. Mimi nikamwambia Osoro, sikiza Osoro, wewe umekuja kufunzwa Biblia.
Wewe unaweza kuwa unatembea na Biblia yako ukuje utafsiri hapa mambo ambayo siko. Ama hiyo sio kweli. Nikamwambia let us give nafasi mhubiri atuambie. Na mimi nawauliza ambao mmekuja kanisa, mhubiri huyu si amehubiri vizuri? Sasa Osoro unataka kupepana na Biblia uhubirie nani? So hiyo ndio maagizo na vile mimi nataka. Mkienda State House, mimi hata niliona wengine wana complain, wanasema rais, wewe hujapeleka Wakalenjin State House. Rais sio mkabila vile nyinyi ni wakabila. He's not. Na nyinyi msitetee kwa watu, nimeenda na tumbo, hiyo ni story duni, haina maisha. Forget about it. Hata next week kama iko nafasi ya kurudi State House, rudi na Wakisii. Ama kama ni mbali, ambia rais akuja hapa State Lodge, Wakisii wakuje. Mpaka hii permanent complainers washindwe. You know the problem was, samani State House ilikuwa si ya wa Kenya, ilikuwa ni ya familia. Rais amesema hapana, ni ya Wakenya. Na ilikuwa samani pia ilikuwa ni ya ukabila. Rais akasema hapana, Kisii akuje, wa Nairobi akuje, wa Nyeri akuje. Wanasema wanataka kumlazimishia rais ukabila. Ati siulete watu yako ya Kalenjin wachae huko. Sasa hiyo ni siasa gani? Hii kanisa tumekuja, kama nyinyi Wakisii mungenipenda, si mungenifungia huko nje na mimi ni mtu mmoja tu? Ama namna gani? Osoro ongoza Wakisii wote. Kwanza wana complain, hata Wakisii ndio wameanza. Wale walikuwa na President Uhuru Kenyatta walikuanga State House. Kama wao hawakupeleka watu State House, wawache kucomplain ati Osoro anapeleka watu State House. That's the truth of the matter. Ama nyinyi Wakisii hamtaki kwenda State House? Ama nyinyi hamtaki maendeleo? Osoro ameleta barabara, ameleta TTI, amenileta hapa. Na Osoro tusiweka aibu. Kanisa la Mungu tujenge. Next week kuja na watu wapime, tujenge hii kanisa bila kuhusisha hao. Ndio maana unaitwa kiongozi, ndio maana umebarikiwa kutafuta marafiki. Tukishikana na ajenda, hii kanisa itakwisha. Maana nimeona matajiri wengi siku ya kusiku hawaendange na anything nyumbani. Na mjipe moyo, hakunanga tajiri. Tajiri anaweza toka tu hapa akawa rais kama hiyo Osoro. Na mimi kama kutakuwa na kupiga kura, waweke mkabila hapa na waweke Osoro hapa. Hata kama anatoka Kisii hapa, nitapigia Osoro kura. Hata kama nyinyi mtaamua Kisii mkabila wenu ndio huyu, na mseme Osoro asimama hapa, wasimame wa Kisii wawili, lakini Osoro asimame kwa upande ya Kenya, na nyinyi mko na mkabila Mkisii. Kenya lazima iunganishe wa Kenya wote. Huyo Osoro nyinyi mnamwamini hapa nyumbani? Mnampenda? Mnamuombea? Mnaombea wa Kenya wote? So tukipata nafasi ya kufika nyumbani hapa tusaidie watu wetu. Mimi nataka nichukue 1300 nitakupatia Osoro, wewe uleta yako Monday. Tuesday kaa chini na hama mmalize hiyo, uleta hiyo katabila hiyo, ikule hii mlima hii. Iko kiwanja kubwa hapa tukitengeneza, alafu tuwaje hapo wengine, tutakuwa unajua hapa mko na bahati. Saa hii kiitisho huko mbinguni tutakuwa haraka kabla watu wako chini. So hii PhD iko na bahati, si ndio? Mungu tu atakuja, tutakuwa kwanza kesi yetu haraka imalizwe. Na nani angeomba kwenda mahali pazuri sisi wote? So watu ya hapa South Mugirango, mnataka nirudi hapa siku nyingine? Kabisa. So mimi nawaachia hiyo neno, nimewaachia kwamba tutembee kama Wakenya, tushirikiane, wenye ukabila tuwatofautishe. Mimi nataka yoyote anayeomba kura Kenya asisimamishwe, lakini akiongea lugha ambaye ya kutatanisha. Na mimi nawashukuru mmeshikilia mhubiri wenu. Mmemshikilia and I'm very happy. Na mhubiri ukiangalia mhubiri utaangalia watu.
Mimi nawaambia nyinyi wenye hii kanisa, roho zenu ni mzuri kama mhubiri wenu. Watu wengine wangekuwa mmefrustrate kiongozi wao wa kanisa. So wacha nisiongee mengi, ili nikirudi siku nyingine niwe kitu ya kuambia, lakini nitarudi hapa kama hii kanisa inaenda juu. Na Osoro umefanya vizuri. Such local churches, hakuna mtu atalift. Endelea kulift makanisa ambaye haijajenga. Mungu naye atakujenga na utakuwa hapa na utarudi na neema. Na you don't forget, umesema ulikuwa hapa, this place lazima ing'are, tuchengee vile nimesema, mhubiri apate mali mzuri, hata boma yake iwe hapa, so tatajunge watu hapa sawa sawa. So may God bless you. Asanteni sana. Amen.